Sauti inasikika ikihimiza na kuzindua. Sauti la kila hali mfano wa bembea. Maisha ni bembea. Leo unapanda juu kwa furaha, kesho unashuka chini kwa machozi. Katika bembea hii hakuna anayebaki juu milele, wala kuna anayeshuka bila matumaini. Ndani ya bembea ya maisha yote huzaliwa na kuvunjika, upendo hubadilika na kuwa usaliti, na matamanso hujaribu kuzima matumaini. Lakini maisha ikikurudisha nyuma, je, unasalimu amri au kuendelea na safari? Leo tunakuletea tamthilia ya ukweli. Tamthilia inatuonyesha kwamba maumivu sio mwisho wa safari. Msikilize na mjifunze, na kila mmoja wetu yupo kwenye bembea ya maisha. Imani wako mama, natarajia uko salama, nakumbuka ulivyokazana, na sura yako mama nitakumbuka. imani wako mama, natarajia uko salama, nakumbuka ulivyokazana, na sura yako mama nitakumbuka. Pale nyumba hii haifuki wanao moshi, hata kama chakula ni tamu kwako sana wewe. Yona mme wangu, moshi utafukaje? Ndio hapa ndipo kichwa kimeungana mtu siku mzima. Hawaja kwa ajili ya maradhi haya, si kwa uzembe wala raha. Ndipo tufe njaa sana. Ndivyo sana. Njaa haileti shibe. Ninajua, ila nifanye nini? Wakati ile nilipokuwa na afya yangu, mbona sikufanyaje? Wakati ile nikipika mimi, nikiandaa na kukaribisha ule, iwaje leo kazi inishinde? Yalamu maradhi. Basi, mbona usimuite binti akaja kupeleka hospitali? Hivi atashika mangapi mwanzo nikutoa? Apumzike? Apumzike nini? Mimi hapa ili nipumzike kupeleka shule? Haidhuru mwangu kupumzika. Sote tulitatiti tukalea pamoja na shida hizo zote, ila tulikuwa twatimiza wajibu. La, kila mbegu ipandwayo haina budi kuzaa, na izaapo mazao yake huvunwa. Mtu hujaza sahani yake akijua itafaa tena na tena. Kilele wake sana hakina budi kulea. Sina shaka na kauli hiyo yake, lakini mtoto huyu pamoja na mzigo wa ndoa yake amafaulu wake kwa hali na mali. Nasikia kwa kulipia karo ya chuo kikuu si jambo lele mama. Jambo hili kwa shida hata zenye mishahara minono serikalini. Kutoa ni moyo, usabe ni katili sana. Si hata na moyo huo mtu jikuna jipatapo. Si neno, lakini shati iliyokuwa fimbo ya mzee urithi mtoto wa kwanza. Ni wajibu sana. Fimbo urithi mtoto wa kiume, si washike. Huu sasa na kwake na ndio ina majukumu yake. Sasa, angeitoa wapi ndio hiyo? Angeitoa wapi ndio hiyo kama si kwa elimu ambayo mimi hapa niona ni mambo mengi naipata. Ni kumwaka malezi. Damu fuka. Ni kanuni kwa kila aliyelea. Kweli, hapo ulicheza vizuri na anajua na dai mshukuru. Lakini halichotufanya kwa hakika hana kifani. Basi, ni ajabu gani aliyoifanya kulipia ndugu zake kama ni ajabu? Si hoja. Hoja ni hivi basi sana. Nieleze. Ugonjwa huu usingenibakisha kuona leo. Ulikuwa umenila na kuniacha chicha. Chicha mkavu kwenye mkao wa jua. Hadi akaja na kunipeleka kwa wataalamu. Leo hii isingekuwepo. Nilijua nakutetea kwa sababu hiyo sana. Si mimi tu, sote tumefaidi uzazi wetu. Sasa, ni kubwa gani nilifanyia mimi hapa Yona? Kubwa gani nilifanyia? Yona, umesahau mali. Umesahau kwa neema ndiye aliyetuajiri kwenye kazi kuja kutusaidia. Wajukuu wangu, wakape furaha zao. Hapana. Wa kwanza aliondoka kwa madai kwa kazi nyingi hapa. Wa pili, sisi wenyewe ndio tunafuta kazi kwa kuwa hakuwa mwaminifu. Kuna kazi gani nyingi hapa sasa? Hilo ndilo la ajabu. Kizazi hiki hakitaki kufanya kazi. Kinataka kuja kazini kwa ajili ya mshahara. Wachapa kazi udari mjombo lililopotea. Wakati ile nilipokuwa na afya yangu, sote tulishirikiana tukalea. Jambo haikuwa rahisi, lakini tulijitahidi hadi tukaibuka washindi. Leo
hii hali tofauti na vile ina moyo wake rahimu. Sijui Nunu wake angekuwa vipi. Wasichana wengi wanapolewa huwasahau familia zao, hutupa jogoo na mti wake. Sisi tunapata mteja wetu bado anatusikiliza na kutupiga je. Ndipo situlie bongo kwa tena sana. Simaanishi hivyo jamani, Yona. Mtoto wewe amejaribu kiwango yake. Unajua Sara, ni wazi kama mchana kwa kuwa anagharamia matibabu yake. Unataka kusikia kingine kabisa wewe. Yona, umesahau mara. Nimesahau nini? Umesahau pia ile mara kutumia hela za kununua dawa. Hata sasa unatoka kutumia vipindi alivyokutumia kwenda kwa zenza kwa ile usipone kama shabiki. Shabiki? Ndio. Lao sivyo ndio kusema na kukufuta pasi bila ya kujua. Allah, kumbe haya ndio naambia wanao. Eti mimi mzigo. Eti wanachonesha nao sana, sio? Unanichomanisha nao, sio? Wana haja gani ya hayo? Wasiwasi wako mwenyewe tu. Lakini ndio tabia yenu wanawake. Miaka inaposonga kama sasa, mnatuona kama vile tambara mbovu. Tambara lilomjia hata mpiga deki akilini. Unafanya makubwa bure mwenzangu. Unajua vizuri kwa hiyo sio kuruka yangu. Pana haja gani mimi kutaka kuja? Kila tunapolizungumzia jambo lisilokuwa vizuri unarudi pale kwa watoto wangu. Hivi watakuwa wangu mimi vipi? Yona, si watoto hawa mazao ya ushirika wetu. Umesahau mara. Mke wangu usilie. Nimefikia nao sitafanya marefu kama hivi. Kilichobaki sasa sisi wazee zake kumpa baraka zetu. Haya na iwe hivi leo, mke wangu. Hii nyumba hii haipo. Subiri, nimempelekea Dina salamu. Mwenzio hapa nilipo mwili wote mfano wao. Haidhuru mke wangu tasubiri. Lakini mke wangu, ulichukua vidonge? Nilichukua mume wangu. Basi tuelekee ndani. Tuelekee ndani nikupe 3 mara 3 kama